Karibu katika hadithi yetu nzuri. Mtunzi na msimuliaji wako naitwa Wazir Isa. Kijiji cha Mbwewe kilikuwa kijiji kilichosahaulika na ramani ya maendeleo. Barabara zake zilikuwa ni vumbi wakati wa kiangazi na madimbwi ya tope wakati wa masika. Lakini kila baada ya miaka 5, kijiji hiki kiligeuka kuwa bustani ya Edeni ya kisiasa. Mwaka huu, Mheshimiwa Juma Pesa alikuwa amerejea. Msafara wake wa magari ya kifahari ya milango minne, V8, ulitimua vumbi ambalo liliwafunika watoto wenye vitambi vya minyoo waliojitokeza kumlaki. Ndugu zangu wa Mbwewe, Juma alipaza sauti akiwa amesimama juu ya gari lake. Mnaniona? Mimi ni mwenzenu. Mwaka huu hakuna mama atakayejifungulia njiani. Shule nitajenga na maji yatatoka bombani hadi chumbani. Sauti za vigelegele zilitawala. Mzee Bakari alikuwa amevaa shati lililojaa viraka, alitabasamu kwa matumaini. Alipewa kofia ya kijani iliyoandikwa kazi na maendeleo na t-shirt mpya kabisa. Jioni hiyo, kreti za bia na pombe za kienyeji zilimwagika kwenye kilabu cha kijiji. Juma Pesa aligawa noti za 5,500 kwa kila kijana. Huyu ndiye kiongozi. Vijana walilewa na kuimba sifa zake hadi asubuhi. Uchaguzi ulipita. Juma Pesa alishinda kwa kishindo. Siku ya kuondoka kuelekea mjini, alimshika mkono mzee Bakari na kusema, "Mzee wangu, nenda kapumzike. Yale malori ya simenti yanakuja wiki ijayo." Miezi 6 ilipita. Malori hayakuonekana. Mwaka mmoja ukapita. Visima vilivyochimbwa nusu vilianza kufukimwa na mchanga. Kule mjini, Juma Pesa alikuwa amesahau harufu ya vumbi la Mbwewe. Aliishi kwenye jumba la kifahari lenye kuta ndefu na ulinzi mkali. Simu za wapiga kura wake zilikuwa blacklisted. Kila mwanakijiji aliyefunga safari kwenda mjini kumtafuta aliishia kuishia getini, akiambiwa na walinzi, "Mheshimiwa yuko kwenye kikao cha dharura nje ya nchi." Hali ilikuwa mbaya. Mama Maria, mjane, alikuwa amemshangilia Juma Pesa kwa nguvu zote. Alipoteza mwanaye wa pekee. Barabara ilikuwa mbaya kiasi kwamba gari la wagonjwa halikuweza kufika, na mama huyo hakuweza kupata hata maji safi ya kumsafisha mwanawe aliyekuwa na homa kali. "Yuko wapi Juma?" Mama Maria alilia akitazama ile t-shirt ya kampeni ambayo sasa aliitumia kama tambaralo la deki. "Alisema atatujengea zahanati, lakini mwanangu amekufa mkononi mwangu kwa kukosa dawa ya shilingi 500. Mzee Bakari naye macho yake yalianza kupofuka. Ile kofia aliyopewa ilikuwa imepauka na kuliwa na mchwa, lakini bado aliivaa akisubiri ahadi ya matibabu aliyoahidiwa. Miaka 5 ilikatika. Ghafla, vumbi lile lile likaanza kutimuliwa tena. Magari yale yale ya kifahari yakatokea. Juma Pesa alikuwa amerudi. Alishuka na tabasamu pana, akiwa amenenepa na ngozi yake inang'aa kwa vioyozi vya mjini. "Ndugu zangu, poleni kwa ukimya. Nilikuwa napigania bajeti yenu kule bungeni. Sasa mambo yamenyoka. Nimekuleteni t-shirt mpya na kofia bora zaidi." Safari hii kijiji kilikuwa na huzuni. Hakuna aliyepiga vigelegele, lakini Juma alijua mchezo wake. Aliamuru kreti 100 za bia zishushwe. Aliwaita vijana na kuwapa noti za 10,000. Alimfuata mzee Bakari na kumwambia, "Mzee wangu, nimekuja kukuchukua uende ukatibiwe macho mjini. Piga kura kwanza nimalize kazi." Kura zilipigwa. Juma Pesa alishinda tena kwa sababu ya umaskini na njaa ya watu wake waliouza haki yao kwa kipande cha sabuni na pombe. Siku ile ile matokeo yalipotangazwa, msafara wa Juma Pesa ulionekana ukiondoka kwa kasi kuelekea mjini, ukiongozwa na vingora. Mzee Bakari alisimama kando ya barabara akitazama vumbi likitulia. Alishika kofia yake mpya mkononi. Alimwambia mjukuu wake, alikuwa simama karibu naye, "Mwanangu, usikubali kamwe kuuza utu wako kwa kitu kinachochakaa kabla ya ahadi kutimia. Tumepewa kofia za kufunika vichwa vyetu, lakini tumenyimiwa akili ya kujua kwamba ndani ya vichwa vivyo ndipo maendeleo yetu." Juma Pesa hakurudi tena hadi miaka mingine 5 ilipokaribia. Mbwewe ilibaki vile vile, maskini, yenye kiu na iliyosahaulika. Ujumbe wake ni
Uongozi si hisani, ni wajibu. Usiuze miaka 5 ya maisha yako kwa ajili ya starehe ya siku moja ya pombe na tisheti. Kiongozi anayekujua wakati wa kura hakufai baada ya kura. Itaendelea sehemu ya pili. Kaa karibu na channel yako ili ujue itakuwaje pindi atakapokuja kuomba kura baada ya miaka 5. Mtunzi na msimuliaji wako naitwa Wazir Issa.